yatabadilishwa, lakini cha muhimu ni kuangalia nyuma na kusema ni hatua zipi ambazo tumepiga, na je hatua hizo zinaambatana na yale malengo wa Kenya walikuwa nayo mwaka wa 2010 walipopitisha katiba hii. Kwangu mimi kama Mkenya, kabla hata kuzungumza kama kiongozi, mimi naweza sema kuna mengi ambayo nafurahia. Ya kwanza ni kwamba kuna zile services ambaye mingi hazikuwa zinafika kwa wananchi zamani. Mambo ya hospitali, barabara katika mashinani, agricultural extension services, mambo ambayo yalikuwa magumu sana kwa mwananchi wa mashinani yule kuweza kuyapata. Lakini kwa siku ya leo kupitia serikali zetu gatuzi ziko na zinapatikana. Ile ambaye pengine tungependa tu kuhimiza ni kuhakikisha kwamba ni vipi tutafikisha services hizo katika kona zote za nchi yetu ya Kenya, na zihakikishwe kwamba zimefikishwa kwa hali, idadi na ile vile inavyotakikana na vile wananchi wanavyotarajia. Hata katika mambo ya matibabu, wewe unajua level 1 mpaka level 5 of hospitals are managed by zinasimamiwa na counties zetu, na kwa hivyo kuna mambo mengi ambaye wananchi wangependa pengine tuyazingatie, tuhakikishe dawa zimefika, wanaweza pata matibabu katika zahanati kule mpaka hospitali za referral. Kwa hivyo kuna mambo mengi mazuri ambaye yamekuja. Of course mimi najua pambo kuna tetesi kwamba pesa hizi mengi zinafujwa, pesa hizi mingi hazifiki. Nafikiri vile miaka inazidi kusonga, Elvis, tunazidi kukaza nati na kuhakikisha kwamba mashimo yale ambaye pengine pesa ilikuwa inapotea tunayaziba polepole. Itachukua muda. Wewe unaona serikali kuu ilianzishwa mwaka wa 1963 na mpaka wa leo kuna ufujaji wa pesa. Tabia hizo ni tabia ambayo watu wengi wamejifunza kwa bahati mbaya, na sio jambo ambalo unaweza ukasimamisha kwa mara moja. Cha muhimu ni kuweka mikakati kuhakikisha kwamba inakuwa ngumu sana kwa mtu kufuja pesa za county, na pia zile vitengo ambazo zimewekwa, vitembo vya uchunguzi kama EACC, tuhimizane na sisi pia county assemblies zetu ndizo zinafanya oversight kuhakikisha tumeangalia kwamba kukiwa na zile audit report wakati zimetoka, ni sisi tunatoa sauti na kusema mambo haya hayaenda vizuri. Hivyo ambavyo tulikuwa tunatarajia katika katiba yetu. Kwa hivyo hata sisi kwa upande wetu lazima tutie bidii, lazima tuone ni vipi tutaweza kufunga sehemu hizo ili pesa zisipotelee na ziweze kufanya yale malengo ambayo Wakenya walikuwa nao walipopitisha katiba hii. Na moyo ukiwa kiongozi walio wengi, Wakenya wengi huwa wana matumaini na maseneta. Manake wanaamini kwamba endapo patakuwa na labda kura ya kutokuwa na imani na gavana fulani, basi maseneta huenda ndo watasaidia kuliokoa lile jahazi. Lakini tumeshuhudia katika labda serikali iliyopita ama ule muhula ambao uliopita palikuwa na maingiliano ya kisiasa. Je, kipindi hiki kama kiongozi walio wengi mtafanya yapi kuhakikisha kwamba hata kama gavana anatoka katika mrengo wa Kenya Kwanza ama anatoka ile azimio la umoja One Kenya, haki iweze kupitishwa? Na nitakupa mfano tu ya juzi ile jambo ambalo lilitokea kule Siaya. Unajua Elvis, mambo haya sio mambo rahisi. Sio mambo ya kusema kwamba wakati gavana ama naibu wa gavana amefikishwa Senate lazima yeye aende nyumbani. Kuna mambo ambayo lazima tuzingatie, tuangalie masuala ya kisheria, tuone kama ni kweli alikuwa amevunja sheria, basi sisi tunamsafirisha. Tukiona kwamba yale mashtaka ambaye yameletwa mbele yetu hatujapata evidence ya kutosha, basi hatuwezi kukubaliana nao. Na ukiangalia, nafikiri katika muhula wa Senate 2 zimepita na hii ambayo tuko sasa, tumepata gavana karibu 10 na kitu. Karibu nusu yao wametumiliwa, nusu yao wameokolea. Kwa hivyo huwezi kusema, sio jambo unaweza kusema ati tumeenda pande hii ama pande ile kwa haya mambo. Mara mengi tumekubaliana, tumefikiana kulingana na sheria vile inasema. Ni kweli pia tuseme kwamba siasa pia huja ukaingililia, kwa sababu kuna mambo unakuja unasikiza na unaona haya ni matatizo ya kisiasa ambayo yanahitaji suluhisho la kisiasa, sio mambo ya ufujaji wa pesa na mambo. Na jambo moja ni kama hilo umetaja la Siaya. Wakati sisi tulisikiza na tukaona mambo yale, sisi tuliona hii ni siasa tu ambayo watu wamekosana. Kwa hivyo tuliwapatia suluhu la kudumu la kisiasa kwamba Senate sio mahali pa kuja kusuluhisha vita za kinyumbani. Nyinyi muende mkubaliane vile mlipokubaliana na mkaungana, mkaomba kura pamoja, mfanye kazi pamoja ilivyo. Lakini natoa hakikisho kwamba pia iwapo kuna gavana yeyote ataletwa katika bunge letu la Senate na atakuwa amepatikana kwamba amefuja pesa ama naibu wa gavana, so long as
evidence iko na tumeonyeshwa kwamba ndio hizi pesa, hii ndio ukora ambaye ama utapeli ambaye amefanya, basi nakupa hakikisho kwamba huyo hatuwezi kumbakisha. Kwa hivyo sisi tumesema hiyo ndio policy yetu, na hivyo ndivyo tutasimama wakati huu. Mwisho, kwenye kongamano hili la ugatuzi mtakapokuwa mnakamilisha, wewe ukiwa kiongozi walio wengi katika seneti, ni yapi ambayo unaona kwamba mkiweza kuyafikia mtakuwa umeridhisha mwananchi na utakuwa umetekeleza majukumu yenu kama maseneta? Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ule mgao wa county umefikishwa kwa county kulingana na katiba article 219, yani bila kuchelewa na kwa kiwango kile ambacho umeafikiana. Wewe unajua kwamba miaka 10 ile ambaye imepita, hakuna mwaka hata moja ambaye serikali za county zilifunga mwisho wa financial year zikiwa zimepata zile pesa tumetarajia. Ni mwaka huu wa kwanza chini ya serikali ya Kenya Kwanza ambaye wakati county zilikuwa zinaelekea kufunga financial year ndipo walipokea share yao mzima. Mwezi huu wa Julai, wewe unajua mara mingi kwa serikali, wachana hata na counties, hata SAGAs, zile state semi-autonomous government agencies, walikuwa wanangojeanga mpaka Septemba na kule. So ya kwanza cha muhimu ni kuhakikisha kwamba mgao umefika katika county bila kuchelewa. Karibu kila mwezi baada ya mwezi county wanapata fedha zao. Tukifika hapo tumalize hii maneno ambayo unasema sasa tumebakisha miezi miwili, miezi 3, itakuwa jambo mbaya. Tukifikisha hapo tutashukuru sana. Hiyo ni moja. Ya pili ni kuhakikisha pesa hizo zimetumika vizuri. Tuweke mikakati ya kufunga mashimo yote ambayo pesa inapotelea, hiyo tutakuwa tumefaulu. Ya tatu ni kuhakikisha kwamba tumeweka policies ambaye zitahakikisha kwamba wananchi wote wanafurahia matunda ya ugatuzi. Kuna challenges mingi ambazo zinachipuka ya ubaguzi, wizi, mambo kama hayo. Tukiyaziba tutakuwa tutakuwa tumefika kikomo chetu ama kile ambacho tulikuwa tunatarajia kuafikiana kama seneti hili. Asante sana. Najua kwamba Rais William Ruto anakuja muda usiokuwa mrefu na najua mambo yatakuwa sawa. Asante, nashukuru na nawatakia siku njema. Asante. Naam, ndio seneta wa kaunti ya Kericho ambaye ni kiongozi wa walio wengi, lakini kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba baadhi ya viongozi, magavana, maseneta wamo mle ndani wanamngoja Rais William Ruto ambaye tunaambiwa muda wote kufika sasa atakuwa ni mwenye kuwasili na kufungua rasmi kikao hiki. Lakini kikuu zaidi ni majukumu hasa ya ugatuzi. Je, ni yapi ambayo yanapaswa kupaumbele? Je, kuna changamoto ambazo zimekuwa zikipitiwa na kwa njia gani yanaweza kurekebishwa? Kwa hiyo kutoka kwangu Elvis na la ziada, tutakuwa ni wenye kuwajuza ni yapi ambayo yatakuwa kitukia katika eneo hili, lakini baadaye tutakuwa na wenzangu Zubeida Kome, alikadhalika Rita Tinina, ambapo tutakuwa tunawapasha mbashara yale ambayo yatakuwa kijiri hasa katika uga huu wa Eldoret Sports Club katika kaunti hii ya Uasin Gishu. Asante sana mwenzangu huyo Elvis Kosgei ambaye amekita kambi katika